kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enoti Isano na Ibere eye mokianda inye Isano enoti inye Isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusii. Omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Ndizi TV nebiro binene ndengo kwaligania asomorobilyo bwesabaliyo bonchereria astra betokomerana no monchereria bweritkolya lero yorabega gutumanya amange igoro yo bonchere bwaye nigarabega gutusegeta na kito bwenete gukora oboncherero boito abo igokobokinya na kogareya esekerenga yoko egendereria monche muri ritkolya lero nigona ikireme omucho bosongo astra betokomerana no monchereriga erinda tumanye igoro yo bonchereria bwaye ngo kwaligani bena somorobilega elinde tosanga sowamo gochaka bono iga goika omoelio asense mochichi mitandao asense moya Facebook na bakwenda gutonyora gwitira Ndizi TV News Digital abega sense media YouTube gwitira Ndizi TV News asense moya website na bagotonya gwitira www.ndizitv.net Frida Kerubo tosange asowamo. Karibu sana. Asante sana. Aha, unaweza ambia mpenzi mtazamaji unaitwa nani na unajihusisha katika biashara gani? Majina yangu ni Gusii na nadili na biashara ya urembo. Aha. Pengine mpenzi mtazamaji angependa kujua Eliud ulianzia wapi hii biashara? Hii biashara nilianza 2022 mwezi wa 5. Yes. Katika huu mji wa Kisii? Kisii. Aha. Pengine tuambie kwenu ni wapi? Juu unajua tunatumia lugha nyingine. Mpenzi mtazamaji anashangaa mbona tutumie ile lugha ya kawaida. Tutumie lugha ya kawaida juu mimi sijatoka hapa Kisii. Mimi mzaliwa wa Nakuru. Aha, pengine ulifika aje mji wa Kisii? Kisii nimeingia after 2017 kumaliza shule. Nilikuwa nimeajiriwa kwa duka fulani hapa town. Ndio after kuajiriwa nimefanya miaka 4 ndio nikakuja hapa 2022. Pengine hiyo duka ilikuwa inauza hizi vitu za urembo? Hapana. Alikuwa na deal na viatu. Mbona wewe kufungua duka ya viatu ukasema acha ufungue duka ya kila mtu ako na kitu anapenda kuuza. Biashara ya urembo mimi nilipenda sana. Ndio maana nikaamua kuifanya. Kwa nini ulipenda? Biashara urembo napenda watu warembo. So pia kama unapenda urembo so lazima udili na hiyo biashara sana. Tunajua kazi kama hii ya urembo ama biashara kama hizi za urembo sana sana ni warembo wao wanazipenda kufanya. Pengine wewe kama mwanaume pengine ni nini kile ambacho kilikufanya ama kikakusukuma uweze kufungua hii biashara? Biashara hii biashara inapendwa sana kufanya na warembo sana. Lakini pia wanaume pia tunaifanya hii biashara. Na sababu tunaifanya ni kuwa tunapenda kuona watu, wanaume tunapenda kuona
wasichana wakiwa warembo. So kwa hiyo kutamani kuwa na wasichana warembo, unaingia kwa biashara pia ujue sababu ni wanapenda kuwa hii warembo kwa nini wanapenda kuwa warembo hivi. So nikiwauzia hizi vitu nitajua wanapenda nini, kwa nini wako hivi, kwa nini wako hivi. Pengine mbona hukuchagua mji tofauti kasema wacha uchague huu mji wa Kisii na haswa hapa mahali ambapo tupo? Venye niliingia Kisii 2017, I think nilizoea kukaa hapa Kisii. So singeenda kutafuta mahali pengine, na mimi mwenyewe nimezoea kuishi hapa town. Nimezoea watu hapa, ni wakarimu, so they are very welcoming. So hakuna haja niende tena nje ama nirudi kwetu. Na bado kuna watu wanafanya hapa na nimefanya na wao miaka 4, si kuona haja kwenda town nyingine. Pengine unaweza tuelezea wakati ulifungua hili duka lako, customer wako wa kwanza ama mteja wako wa kwanza ulimpata vipi? Na ilikuwa aje hiyo siku yenye ulifungua? I think wateja wa kwanza I think ilikuwa siku ya kwanza nilipigia kuna mmoja alikuwa rafiki, napigia marafiki simu, niko na duka mahali fulani hapa Makutano, nimeanza kuuza perfume na vitu zingine. Hivyo nilipata mteja wangu wa kwanza. Alinunua kudhuru kumpigia simu. Hata nakumbuka nilimpelekea. Pengine kuna wateja ambao walikuwa wamekuzoea, ulikuwa unauza pale viatu, sasa umebadilisha mkondo, unauza hizi vitu za urembo. Wakati walisikia umeanza kuuza vitu za urembo, walichukulia vipi hilo swala? Walichukulia kwa uzuri sana. Walisema ni step mzuri. Jupare nilikuwa nimeajiriwa, hapa sikuji kuajiriwa, nakuja kufanya biashara yangu. Walichukulia vizuri sana. Nasema enda ujitume. Jaribu tu, siku moja itajipa. Na ndio maana tuko hapa leo. Ukiangalia hii kazi ya urembo pengine saa zingine huwa inahitaji ujuzi sana. Sijui kama wewe umefanya mambo na urembo? Mimi sijafanya mambo na urembo sana, lakini pia niko na marafiki wengi walikuwa wanafanya mambo na urembo. So kwa wale marafiki wangu nikijiangalia wanapenda hii, anapenda hii, so ikakuwa rahisi kwangu. Juu pia nilikuwa na deal na wao. So nauliza customer, unapenda hii? Wale marafiki wangu sana, ambia niletee kitu fulani inanisaidia hivi na hivi. Na hapo ndio imeniinua pole. Pengine ilichukua muda upi wewe kama mfanyabiashara katika hili duka la urembo kupata wateja zaidi? Najua kwenye ulianzia sio huko sasa hivi. Haikuchukua muda sana. Sema ni favor pia Mungu. Haikuchukua muda sana. Nilikuja hapa mwezi wa 5 2022. Lakini nikifika mwezi wa 7 I think nilikuwa na wateja wengi. Pengine nini unaweza angalia useme hii nilifanya hiki kikavutia wateja wengi pengine? Wateja kitu iliwavutia hapa sana ni kuuzia kitu yenye sana tuseme legit. Customer wengi wakienda kuchukua perfume mahali pengine ama earrings, hawatapewa ile kitu original, but akikuja hapa nitampe perfume yenye ni original na ile vi. So atatumia ilikuwa mzuri, hata direct na mwingine na wote watakuja wapi. Na hiyo ndio at least customer wakapenda kukuja hapa. Tumekuwa tukizungumzia kuhusu vitu za urembo. Sijui unaweza elezea pia mpenzi mtazamaji kiasi ni aina zipi za vitu ambazo unauza? Kwa hii duka tunauza vitu kadhaa. Ziko vitu mingi. Kwanza kuna hizi earrings, tuko na chain. Sana pia tunadili na perfume kwa wingi za kurefill. Na pia zenye sio za kurefill. Wanazijua. Kuna za kurefill, kuna sio za kurefill. Tuko na aina mingi sana. Tuko na vitu za nywele. Tuko na cream za uso. Tuko na tuko na vitu mingi. Tuko pia na lotions. Tuko na vitu kwa wingi. Pengine wakati ulianzia, pengine unajua kuna products ambazo huku unazijua. Pengine hukupata ugumu wakati customer alikuwa anakuja anakuambia nipe product fulani na pengine hauijui? Ugumu nao ilikuwa kwa wingi sana. Lakini ile kitu muhimu nilikuwa nafanya customer akinielezea niletee kitu fulani, nilikuwa na record mahali. So nikienda kutafuta mzigo, na make sure kitu customer alikuwa anataka nimekuja nayo. So next time wakikuja ataipata. Pengine hizi products zako unazitoa wapi? Hizi mingi tunatoa Nairobi. Hiyo ndio main. Nairobi ndio main. Ulifikaje mji wa Nairobi? Sababu umezaliwa Nakuru, umekaa Nakuru, umekuja Kisii, unafanya kazi Kisii, uliconnect aje kufikia Nairobi? Mimi nimezaliwa Nakuru na Nakuru si mbali na Nairobi. So nilikuwa Nairobi nao naijua. Nilikuwa naenda, kuna watu wetu pia wanaishi Nairobi. So nilikuwa napita huko. So nikienda naangalia pia hizi duka kama hizi nilikuwa naziona zinanivutia. Ukiangalia pengine kuna watu ama wafanyabiashara wengi wamepata ugumu kwa kupata product
ambazo ni kamilifu ama ni legit. Pengine wewe kwa upande wako maybe ushaifika Nairobi, maybe ulagai ukahusishwa kidogo ukaambiwa hii product ni nzuri, kufika kwa ground ukapata mteja analalamika? Sijapata kabisa. Kabla ninunue kitu lazima niangalie. Mostly customer hata wanakuja hapa na picha. So naangalia ile kitu vizuri kabla nilete. So nikileta maybe sema mara kama moja hivi maybe nimeragaiwa kidogo tu. But sio sana. Ukiangalia hizi products zako ambazo unaleta, ni wewe mwenyewe unaenda unajichukulia ama? Kwa nini una prefer kwenda wewe mwenyewe uzilete? Kwa sababu nikienda mimi mwenyewe nitaweza kuchagua kitu customer mwenyewe amenituma, kitu anataka yeye mwenyewe. Sitaenda unajua ni kitu maana naweza pewa mimi nimeitisha kitu fulani, sitapewa ile original yake. Unajua kila kitu mingi Kenya ziko namba 1 2 3. So mimi nikienda mwenyewe nitaweza kuangalia ile kitu yenye ni original. Unaweza zungumzia vipi kuhusu test sasa ya customer wako? Umeangalia customers wako kama wateja wako, ni vitu vipi ambavyo wanavipenda zaidi ambazo zinakuuzia sana katika ile duka lako? Kwa hii duka ile customer kuna vitu mbili wanapenda sana. Kuna perfume. Hiyo ndio namba 1 kwa hii duka. Customer anajua akikosa perfume hii area yote akikuja hapa ni ngumu sana akosa. Kitu kuna varieties mingi sana. Then kuna hizi vibeti za wanawake. Wanazipenda sana na pia najaribu kuleta design ikitoka najaribu kukua na. Pengine unawapa wosia wateja wako, kuna mteja ambaye anakuja kwa duka lako anahitaji kitu fulani, labda ajui jinsi kinavyotumika, pengine wewe unamuelezea? Lazima niwaelezee. Juu pia mimi unapata kuna vitu sijui vinatumika namna gani, lakini customer ameniambia. So nikienda kuchukua mzigo nita make sure pia mimi nimeelezewa vizuri, kwa makini nimeelewa. So customer akikuja anaweza kumuelezea. Wafanyabiashara wengi wao wanasema kwamba wao wanatumia mitandao katika kuuza biashara yao. Sijui kama wewe pengine? Mimi ni mmoja wao. Tuko TikTok, tutapata Facebook, tutapata Fancy, inaitwa Fancy Beauty Shop, tutapata iko Facebook, tuko TikTok. Pengine utumizi wa mitandao ya kijamii umekusaidia vipi katika hii biashara yako? Umenisaidia sana. Hata kuna customers wanatumia mpaka mzigo. Hata huwa yuko hapa. Mteja ako Nakuru, kwa mwingine nimetumia kwa Omabay, Kilgoris, aliona kwa mtandao akapiga namba yangu ya simu iko hapo. So atanipigia ile mzigo nitamtumania. Watu wengi saa zingine huwa hawapendi kuamini mitandao ya kijamii. Pengine wewe kama maybe kuna wengine wameshalagaiwa kupitia mitandao ya kijamii. Wewe kama mfanyabiashara katika hili duka, ni mikakati ipi ambayo umeweka kuhakikisha kwamba ile product unaweka pale kwa mitandao ndio wateja wako wataipata? Niko sure wataipata kwa jinsi before ni tume hiyo kitu customer kwanza na make sure customer amenilipa. Tumeelewana transport ni pesa ngapi, kama anajilipia ama namlipia. Sasa ikiwa ni transport ikiwa imefika na pesa za hiyo product zimefika, ni rahisi kutuma ile mzigo na itafikia mteja wangu. Ukiangalia katika hii biashara yako, wateja wako sana sana huwa ni wamama, ni vijana, ni wazee, na ni kwa nini? Warembo ni wengi sana. Hii ni duka ya urembo. Tumetengeneza duka ya urembo. So kama duka ya urembo, warembo ni wengi sana. Pia wanaume niko na customer. Unajua wanaume pia wanapenda kunukia vizuri. So perfume tuko na mingi. So wanaume pia wako kwa wingi. Hata vibeti pia tumesema kuhusu vibeti, wamama wanapenda kibeti. Sema mama ni kibeti. So ukiwa na kibeti mzuri, mama lazima atakuja. Mama ni kibeti na mwanaume ni? Mwanaume ni kunukia vizuri na wale. Mwanaume ni pesa. Ningependa ushikilie hapo tuingie mapumzikoni. Tukirudi utatuelezea kwamba kuna duka nyingi katika huu mji wa Kisii ambazo zinauza hizi bidhaa ambazo pia wewe unauza. Pengine wewe una deal aje na competition kuhakikisha kwamba wateja wako wanapata zile bidhaa ambazo wanahitaji. Mbiamono Isano mwanchi umurigerera bwegataseni kia Ndizi TV. Niko togenda gusanga imeyo morobelyo bwesabaliyo boncheria. Asitogenda tegosanga no moncheria Eliud korwega somo chebosongo. Oyo genda tegotomanya igoro yobokoleri bwaye. Kolite turaso mutumo komokeigo. Toska twanyegera ngwire nturasege kekere bosio elinde togosanga Maangi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Ine kwabiri gukoria chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli
Eduka ya Gusii Star Shop ibyo gutoka imiyomo cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingiya ejo cyo gutumeka segeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini bunabono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebali nene ku Chinsa mu cya Kisii kugenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi ngwetera stinamba cyabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure ibintu bigutumeka sege kege tambe asiri gurirense agerera Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi. Yakigima umwanchi umurigere w'itaseni ya Ndizi TV nandengo kwaligania asentunda ya kabere kinga kitogenda gosanga imeyo morobelyo bwesabali yo bonchelia astogenda takwemanya igoro yo bokoreri bo monchelia korugega aseduke yega iyo muchebosongo monchi mulengo kwaligani bene elindi togenda gosanga asobwa mara bokenda gotobwati Chinsa mochichi mitandao asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube wetra Ndizi TV News asensemo ya website na wafanya wetra www.ndizitv.net. Kabla niingie mapumzikoni nilikuuliza kwamba huwa unadila aje na competition kwa sababu kuna duka mingi ambazo zinauza hizi bidhaa kama hizi. Pengine wewe ni nini kile ambacho unafanyia wateja wako kana kwamba kesho wakuje tena na mteja mwingine, kesho tena warudi katika hili duka? Okay, competition nayo iko juu sana. Hapa duka ni mingi sana za cosmetics, there are very many. Na njia kumake sure customers wangu maintain ni njia mbili pekee yake. Njia ya kwanza walete vitu wenye wanataka vitu nzuri. Na njia ya pili kuwa na customer service nzuri. Hapo wanajiwanga customer si akikuja hapa hata kama hatuna kitu. Kama amekosa leo kesho naye lazima atapata. Lazima treat customer wetu vizuri. Ndio kila siku hawezi tamani atakwenda mahali pengine. Hapo ndio tunawini customers. Through service. Yeah, we have good services. Na pengine wewe unafuatilia wateja wako, unawajulia hali, pengine unajua unawauliza kama ile bidhaa ambayo uliwauzia inawapeleka vipi? Hiyo nayo lazima. Customer akikuaminia product fulani. Take for example ni cream za uso. Unajua ni vitu sensitive sana. So customer ukimuuzia lazima umake sure hiyo kitu inamsaidia ama haikumsaidia. Lazima ufuatilie. Kama unampigia simu tuko hivi kuelezea vizuri tu. Kuna wakati ambapo unapata mteja wako amezoea certain bidhaa ama bidhaa fulani. Unaweza pata kuna wakati ambapo kampuni labda imeamua kuleta bidhaa mpya kwa soko. Pengine ili hawa wateja wako waendelee kuzoea hii bidhaa, pengine wewe unawaelezea vipi wanakuwa convinced, wanajua hii bidhaa itafanya kazi kama ile nyingine? Wewe inakuwa ngumu lakini unaelezea customer change from one product kwenda kwa nyingine. Maybe ni the same use but anaona hata maybe the packaging ni different. Kabla amini ni hiyo product ita take time. But mimi mwenyewe nikimconvince kuelezea vizuri hadi atakubali. Okay. Kuna wakati ambapo utapata mteja anataka bidhaa fulani na hauna hiyo bidhaa. Au unafanya aje ndiposa asitoroke tena? Akwe mvumilivu hadi ulete hiyo bidhaa. Ile tunafanya kuona na mteja. Ile kuanga rahisi. Unajua customer akikwamini na kuanga rahisi. Tunaambia na siku fulani. Hiyo kitu anataka kama leo ni siku gani? Leo ni
Alhamisi. Tumeelewana by Saturday kitu imeingia. Kama mimi nita make sure kwa njia yote tu by Saturday itakuwa kwa duka. So akikuja hatakosa. Na in case akose itakuwa ni shida kwangu, lakini najua vile nitaongea na customer wangu asitoroke. Okay. Pengine katika uuzaji wa hizi bidhaa zako unaweza zungumzia vipi katika huu mji wa Kisii hasa katika kufanya biashara ukilinganisha na hizo kaunti zingine? Kwangu siwezi kulinganisha sana na kaunti zingine juu sijafanya sana kaunti zingine. Mimi sana Kisii ndio nimefanya sana. Nakuru nilikuwa shule time kidogo tu. Kisii nayo biashara ni mzuri. Wewe sema okay, kuna time na so economy sahi si mzuri kwetu wote tukiangalia. But tangu nikuja hapa siwezi laumu. Siko vizuri. Okay. Pengine kuna wakati ambao ushafungua duka lako ukapata biashara iko chini. Hebu tueleze. Kila siku huwezi enda juu. Kuna siku zingine ziko chini, zingine hata si mara moja. Na siku utafungua duka toka asubuhi na watu walikuja mapema kabisa. Lakini ikifika jioni ukiangalia sales zako si venye umezoea. Then kuna siku utakuja hata maybe hata kazi itaanza late. But tunapata hiyo siku biashara ilikuwa vizuri. Pesa na umeuza vizuri. Siku wanasemanga uliamka na mguu ya right. Lakini ukiamka na left shida kwako. But yote tunashukuru. Pengine unaweza tuelezea ni changamoto zipi ambazo unapata katika hii biashara yako? Biashara ziko na changamoto mingi. Kama tumeongelea sometimes kazi ziko chini sana. Then kuna hizi nini kama ni tuna count hiyo license pia juu kiasi. Unafaa uangalie maneno sana. Then kuna changamoto ni mingi. Customer unaweza muuzia maybe product maybe mara moja ikumrudisha vile. So anaweza kuja maybe na complain. Pia tunajaribu kutatua. Pengine kuna wakati ambapo maybe customer ametumwa na mtu akuja achukue bidhaa fulani, maybe akafika njiani akasahau, lakini amekuja amekuambia nipe hii product wewe umempea. Akifikisha pale nyumbani anaambiwa sio hii tulikuwa tunataka, maybe akirudisha basi mara moja. Juu unajua mtu akutumwa mwenye alikuwa ametumana na watu wawili tofauti. Yeye alikuwa maybe amepata memua jina fulani. Yeye akitembea jina maybe imekaribia ile, sio amekwambia ile nyingine. Sio ile kitu tunafanya. Ule mteja akipigia utamwambia hiyo kitu ina shida, wewe usifungue. Rejesha tu venye iko na patia na nyingine, hata patia na gari ndio kwa gari nyingine ikupate mahali. Okay. Ukiangalia katika huu mji wa Kisii, kuna watu ambao labda saa zingine wanakwanga ameshikika mahali, maybe anataka afanye order umtumanishie product. Sijui kama wewe unafanya hivyo. Lazima. Nzuri hapa kama ni within hapa town hata inakonga rahisi. Pikipiki ziko. Hata kama mtu wako huko Mwembe, hata nimejizi nimetuma ingine huko Mwembe, customer kwa busy haizi fika hapa. Lakini product iko hapa na anataka unapea tu bike anampelekea. Bora unatafuta mtu una trust. Ulituelezea hapo awali kwamba kuna changamoto ambazo unapitia katika biashara. Pengine unaweza fungua usipate wateja. Pengine katika hizo changamoto ambazo unapitia, ni nini kile ambacho kama wewe mwanabiashara Eliud kimeweza kukusukuma? Mbona hujafunga hii biashara useme acha nifungue ingine, acha nijaribu ingine? Huwezi funga. Na kama leo ndio venye nilikwambia tukianza, kama leo haijajipa sio naamini ingine itajipa. Ndio maana kila siku unajaribu. Ukigive up na umeenda. Mahali tulianza na mahali tuko tofauti. Hatukuanza venye wewe sasa unatuona tuko hivi, lakini hatukuwa hivi. Tulianza maybe hata bila hizi machines unaona hapa ama hizo zile na perfume hivi ngine wa 10 but size iko more than 100. So tuwezi give up. Hata kama kazi leo iko chini, naamini kesho itakuwa. Lazima tujitume.